Hujambo na kusalimu katika jina la Bwana Yesu Mwokozi, na kusalimu katika jina hili, jina takatifu lenye ushindi na mamlaka, jina ambalo linapotajwa kila goti linapigwa, kila ulimi unakiri, vitu vya mbinguni, vitu vya duniani na hata vya chini ya uso wa nchi. Katika jina la Yesu tunapokea vyote. Biblia inatuambia kwamba lolote tunalotenda kwa neno au kwa tendo, tutende katika jina la Yesu. Haleluya. Hata hivyo sasa ninakukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo, ili kwa Roho wake mwema tuweze kujifunza neno la uzima pamoja. Neno hili linapatikana likiwa imeandaliwa na mchungaji Chris kupitia Rhapsody ya Uhakika au Rhapsody of Realities kwa Kiingereza. Na siku ya leo basi ni Februari 16, 2026. Naitwa Zawadi na tafakari hii inazungumzia maskini wa roho. Tafakari ya leo ujumbe wake ni maskini wa roho. Neno la msingi tunalipata kwenye Mathayo sura ya 5 mstari wa 3. Nalo linasema, heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Basi katika ufafanuzi, ujumbe wetu hii leo kutoka kwa mchungaji Chris ni huu. Bwana Yesu aliposema heri walio maskini wa roho, hakuwa akimaanisha wale wasio na mali. Badala yake alimaanisha wale ambao katika roho zao wameacha kila kitu kwa ajili ya Mungu. Hawa ni watu ambao hawazuii tena chochote katika huduma yao kwa Bwana. Unaweza kuona wamezungukwa na wingi na mali nyingi, lakini mioyoni mwao wameviona vitu hivyo kama si kitu. Wanaweza kutoa na kutumia chochote kwa ajili ya Injili. Haleluya. Mtume Paulo alieleza hili katika Wafilipi ile sura ya 3 mstari wa 8. Aliposema, naam, bila shaka nami nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya ubora wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Lazima ufikie hatua hiyo maishani mwako ambapo kila kitu tarejea tena mstari huu. Anasema lazima ufikie hatua hiyo maishani mwako ambapo kitu pekee kilicho muhimu ni kusudi la Kristo, ufalme wake wa milele na kuendeleza injili ya wokovu wake. Watu wanaweza kukuona una umiliki mzuri wa mali, lakini vitu hivyo havikutawali. Roho wa Mungu anaweza kukuambia utoe kila kitu kama sadaka, na hui na kusitasita au mabishano. Hiyo ndio maana ya kuwa maskini wa roho. Umemwambia Mungu umiliki, umemwachia Mungu umiliki wa kila kitu. Una moyo uliojisalimisha kwake umejisalimisha kwake kabisa katika upendo. Kuridhika kwako si raha za muda mfupi za ulimwengu huu, bali ni katika Kristo pekee. Angalia alichosema Bwana kuhusu wale wanaoishi hivi. Hao ndio ambao ufalme wa mbinguni ni wao. Ufalme wa mbinguni ni utaratibu wa kiungu wa utawala wa Kristo ulioanzishwa duniani. Ni maisha na mamlaka ya mbinguni inayodhihirishwa hapa na wakati huu ili kubariki na kubadilisha maisha ya wanadamu. Maskini wa roho hudhihirisha utukufu wa ufalme na kuishi maisha halisi ya mbinguni hapa duniani. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, na kushukuru kwa dhati ya moyo kwa kunileta katika hatua ya unyenyekevu kamili katika mapenzi na kusudi lako. Moyo wangu unajitoa kwako kikamilifu. Hakuna kitu katika ulimwengu huu kinachoshikilia upendo wangu zaidi ya mapenzi yako. Ninaishi tu kwa kusudi la Injili ili kuijaza dunia kwa neno,
mimi ni msimamizi wa hazina za kiungu, nikitumia vyote nilivyo navyo kwa utukufu wako na upanuzi wa ufalme wako, katika jina la Yesu. Amina. Na masomo zaidi katika somo letu la leo tunayapata kutoka kitabu cha Wafilipi ile sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Neno hapa linatuambia, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Ile Luka 14:33 neno linasema, pamoja na hayo imenipasa kushika njia yangu leo na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii aangamie nje ya Yerusalemu. Nitauangalia tena vizuri mstari huu, Luka 14 mstari wa 33. Naam, huu mstari wa Luka 14 mstari wa 33, Luka 14:33 unasema hivi, basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mathayo 6:19 hadi mstari wa 21 unasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapo kuwapo na moyo wako. Haleluya, haleluya. Masikini wa roho ni ufafanuzi mzuri sana. Mara nyingi sana watu tumekuwa tukisoma Mathayo ile sura ya 5 mstari huu tuliosikia, mstari wa 3, heri maskini wa moyo, heri umaskini wa roho, tukadhani labda basi watu watembee katika umaskini basi hivyo. Hapana, mafundisho leo yanatuambia kwamba maskini wa roho ni mtu ambaye moyoni mwake amekwisha kumwachia Bwana kila kitu. Hata akionekana na magari 5, ana nyumba 6, ana utajiri ule na ule na ule, Bwana akimwambia mbariki yule, anatoa haraka na mapema. Peleka hapo kwa habari ya Injili, anatoa haraka na mapema. Kwa mfano, katika siku hizi za mwisho, Injili inahubiriwa kwa haraka sana katika mataifa mengi, kila mahali. Na hiyo Injili lazima iende kwa kila kijiji, kila mji, kila nchi, kila taifa. Sasa Injili, wazungu wanasema is free but is not cheap. Ni ya bure, lakini si kwamba haina gharama. Maanake mtu lazima asafiri, mtu lazima atumie vyombo labda vya vipaza sauti, mtu lazima alishe watumishi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo maskini wa roho ni kwamba uwe tayari Bwana anapokuuliza leta mshahara wako wote kuwa ni malimbuko. Mtu anasema sasa nitaishije? Anakuambia toa ile gari yako nzuri, unasema hii gari tena. Toa ile nyumba yako, unaanza kufikiria huku na kule. Sasa Mungu anapozungumza maskini wa roho hapa ni mtu ambaye alikusha kujitoa tayari moyoni mwake. Vyote vya ufalme anatoa. Anaweza mtu akawa amezungukwa na mali nyingi, lakini Bwana akimwambia toa, tayari mapema, habishani wala hasitisiti kutoa. Tunachukua mfano wa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa na mtoto mmoja tu ambaye ni wa ahadi. Yule mwingine ambaye alimpata kwa Hajiri, Bwana alimwambia aende, akawa ameondoka. Wakati amebakia Isaka peke yake, anamwambia mtoe mtoto wako wa pekee. Tena anamwambia mtoe mtoto wako wa pekee umpendaye. Akaongoza kwenda kumtoa Isaka. Na baada ya hapo Biblia inasema kwa sababu nimekufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Sisi wote ni uzao wa Ibrahimu. Kwa hiyo maskini wa roho, vitu unazo kana vitu vyote, lakini roho yako tayari imekwisha kumwachia Bwana. Hapa ndipo nasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao.
Kwa hapa tunaonywa kabisa mapema. Watu wanajiwekea hazina. Una nyumba 6, ni sawa kabisa, lakini unaishi kwenye nyumba moja tu. Una magauni na viatu pea lukuki, lakini unavaa moja tu. Maanake nini? Si kwamba usiwe navyo, lakini pia kwamba Roho wa Mungu anapozungumza na wewe kuhusiana na masuala ya ufalme uwe tayari kutoa, wala usisite. Biblia inatuonya hapa kusema usijiwekee hazina hapa duniani, nondo na kutu vinaharibu na wevi wanavunja na kuharibu. Anasema jiwekeeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu, kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa hiyo Bwana anasema toeni vyote kwa ajili ya ufalme wake, usianze kusita. Maskini wa roho ni yule ambaye ndani yake amekwisha kumwachia Bwana kila kitu, kama ambavyo Paulo atavasema kwamba lakini mambo yote yalikuwa faida kwangu na hesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Na anasema na hesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Na anasema Bwana Yesu hapa kwamba mtu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa hiyo moyo wako usiwe kama yule kijana aliyoambiwa nenda kauze vyote, akahuzunika maana alikuwa na mali nyingi. Ni vizuri tukalisikia neno la Bwana na tukaliishi. Naam, kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, basi nakukaribisha. Sema sala hii baada yangu, nawe utafanyika mwana wa Mungu. O Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Bwana Yesu, nikiamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, na kwa kinywa changu ninakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo hii. Sasa hivi katika jina la Bwana Yesu ninapokea uzima wa milele ndani ya roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya. Basi kama umesema sala hii kwa dhati ya moyo, usiseme kimya kimya, unasema kwa sauti. Maana Bwana anataka kusikia sauti yako. Kama umesema kwa dhati ya moyo, basi nataka nikuhakikishie Mungu Baba amekusikia. Karibu katika familia kubwa ya watoto wa Mungu. Tuna baraza mbinguni na baraza hapa duniani. Sisi sote tu wana wa Mungu, raia wa mbinguni. Mungu wetu aliye hai akukuze, akuimarishe na kukutia nguvu katika kumjua yeye kupitia Roho Mtakatifu na neno lake. Haleluya. Kama umepata wokovu huu ama una ujumbe, una maswali, tuandikie alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai